Haijalishi wewe ni mkarimu kiasi gani, kuna mtu lazima atakuudhi maishani. Mtu atakukwaza. Yesu alisema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayasababishaye makwazo hayo. Makwazo yapo kila mahali. Kanisani yapo. Ulipotarajia kwenda kupokea amani, ndipo walipokuudhi. Nyumbani yako, kwa majirani yako, rafiki zako, watoto wako, mume wako, mke wako, ndugu zako. Makwazo hayana budi kuja. Jitahidi sana usiwe sababu ya makwazo. Mithali 19:11 inasema, busara ya mtu ni kuahirisha hasira yake, nayo ni fahari yake kusamehe makosa. Nataka ufike hapo. Fahari yako ni namna ulivyosamehe watu. Maombi yangu tena na tena, usiwe sababu ya kuleta makwazo kwa mtu. 7 mara 70 samehe. Kristo ndio kielelezo chako. Msalabani Bwana Yesu alisema, Baba wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. It's about time. Samehe. Hawajui hata kama walikuudhi. Makwazo kwenye hizi nyakati tunazoishi, inabidi tuendelee kutiana moyo. Kwa hiyo uvumilie tu makwazo. Warumi 12:17 inasema, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Wamekukwaza na wewe wakwaze, hapana. Mstari wa 18 anasema, mkae katika amani na watu wote, ikiwezekana. Hebu kaeni na amani na watu wote, kwa sababu wanajua faida ya amani moyoni. Mstari wa 21, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Pole sana kwa wale wote waliopitia makwazo, lakini ni alama yako pia ya utakatifu. Timotheo sura ya 3 mstari wa 12, wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Kwa hiyo kama unataka kuishi kwa utauwa, maudhi ni lazima. Be encouraged. Remain blessed.